Okay, praise God. My name is Pastor Melvin. Now I'm teaching about salvation. And in the last episode, that is episode 3, I talked about salvation. Na saizi ni kuendelea naendelea. So ningependa tuombe, alafu niendelee hii ya 4. And God will bless you. Baba, nakuja mbele zako katika jina la Yesu Kristo. Sema ni asante kwa wakati huu ambao umetuwezesha kujifunza neno. Hata yule ambaye anasikiliza ukaweze kumfungua masikio ya kiroho, akaweze kuelewa na kuelewa kila neno ambalo anaenda kujifunza. Roho Mtakatifu na ukaribisha ukanitumie kunena neno lako ili kila mmoja kapate ukweli, sababu umetueleza tutajua kweli na kweli itatuweka huru. Wanapojifunza kweli hii wakaijue na kuifahamu ili wakawe huru. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba yote tukiwa tumeamini. Amen. Okay, msikilizaji, kama vile nilikwambia mwanzo, ni Pastor Melvin na ningependa kuendelea episode ya 4, the 4th episode about salvation, sababu wengi wamekuwa nauliza what is salvation, how to receive salvation. Ndio nikaona ni vizuri nikufundishe ujumbe huu. Sitaki kurudi nyuma sana kwa sababu ukiangalia kwenye episode ya kwanza, ya pili na ya 3 utaelewa mambo mengi kuanzia mwanzo. Hii tunaendelea 4, kwa hivyo nitafanya kuendelea. Na kitu cha mwisho ambacho nilikuwa nimeongea kuhusu ni about the truth. Kwa nasema the Bible says that you shall know the truth and the truth shall set you free. Ningependa kwenda direct kwa maandiko kwenye kitabu cha John chapter 8 verse 32. John chapter 8 verse 32. Nataka nianzie hapo. Yesu alikuwa anawaambia wanafunzi wake, anawaambia, maandiko yanasema hivi, John chapter 8 verse 32. Inasema, tena mtaifahamu kweli na hiyo kweli itawaweka huru. Nataka nisome tena hilo andiko. Inasema, tena mtaifahamu kweli nayo hiyo kweli itawaweka huru. Sasa watu wengi hawako huru kwa sababu hawajafahamu kweli. Na kama kuna kitu ambacho shetani waga hataki watu wafahamu ni kweli, kwa sababu wanajua ukijua kweli uko uhuru. Kuna watu mpaka siku ya leo wanatafuta, wameokoka, ni watu wanasema wameokoka, lakini wanatafuta kukombolewa kutoka kwa laana za babu na manyanya. Huo ni uongo. Ni mtu ambaye hajui kweli. Ni mtu peke yake ambaye hajui kweli, anatafuta kila njia kukombolewa na malaana za mababu na manyanya na aliokoka. Sasa Yesu Kristo alipokuja, kitu cha kwanza alikuja kuondoa maishani kwetu ni laana. Kwa hiyo ukimwamini Yesu, hakuna kitu inaitwa laana kwa maisha yako. Hiyo ni kweli ambayo ujue. Sasa wengi wameishi kama wamelaaniwa. Ngoja nikwambie, faith comes by hearing and hearing by the word of God. When you get a wrong information about something, utaishi kwa hiyo information. Sio kwa sababu iko hivyo, ni kwa sababu umepata information, the wrong information about that issue. Kwa hivyo wakati you believe you are cursed, matokeo ya maisha yako itakuwa ni kama you are cursed. Though you are not cursed, utaishi kama you are cursed because your mindset inaongea curse, your heart inaongea curse, your actions zinaongea curse. Ndio unaona kuna watu wanaambiwaga wewe uko na roho ya kukataliwa. Everything ambayo inafanya kazi kwa maisha yako, it starts from inside, not outside. Hasa ndio nataka uelewe, what you hear is very important. Na ndio maana Yesu alikuwa anawaonya wanafunzi wake sana about anawaambia manabii wa uongo wataapia. Ukisoma the book of Matthew chapter 24 verse 24. Sitaki kufunza sana kuhusu hiyo. Ukitaka kujua about the prophets, kuna series nimefundisha about the prophets and the prophecies. Ukienda kwa YouTube utatafuta hiyo, utaipata. Na nataka nirudi hapa, here we are talking about the salvation. Nimepitia tu hapo ili uelewe. Yesu akawaambia wanafunzi wake, alikuwa anawaonya, anawaambia about false prophets, kwa sababu alijua wako hapo, and what they will teach, if you believe any false report from them, utaishi hiyo report na the results zako zitakuwa hiyo maisha. So it is very important to know what you are listening to na ni nani anakufundisha. Ndio maana Paulo alikuwa anamwambia Timothy, uangalie sana ni akina nani wanakufundisha, kwa sababu wapendwa, if you get wrong information kwa ya maisha, utapata matokeo wrong hata kwa your life. So ndio maana Yesu akawa anasema lazima tupime kila roho. Anasema upime kila roho, ujaribu kila roho, kwa sababu uongo mwingi uko duniani. So angalia hapa inasema hivi, tena mtaifahamu kweli. Kwa hivyo kitu cha maana kutafuta sana ni kweli. Even about when I'm teaching about salvation, lazima ujue
what is salvation. Kuna watu wengi sana ambao sio kujaji na judge. Kuna watu wengi wanaamini salvation ni kuvaa mavazi marefu. I'm not against kuvaa mavazi marefu wala fupi. Kuna wengine wanaamini salvation ni kwenda kanisani Jumapili. Kuna wengine wanaamini wokovu ni kwenda kanisani Saturday. Kuna wengine wanaamini, and I'm not against all that. Going to church either on Sunday, on Saturday, any day you are going, that one is not salvation. It has nothing to do with salvation. Kwa sababu before Christ came, the days of worship were there. Kabla Kristo aje. Aya. Wengine wanaamini salvation ni kutabiriwa. I'm not against kutabiriwa. Lakini let me tell you something. Even before Christ came, the prophets were there. They prophesied to people, but it did not change their lives. Now we are talking about salvation. Jesus came ili afanye kitu ambacho hakuna nabii angefanya, hakuna mchungaji angefanya, hakuna mtu angefanya. And that's why Kristo alikuja atuondolee dhambi, atuondolee laana, atuondolee mambo mabaya, ule uhusiano ambao ulikuwa uko pale mwanzo. And that is what I want to teach today. Uhusiano jinsi ambavyo uliharibika na jinsi ambavyo Yesu alikuja kurestore that relationship. Mwanzo tunaona mwanadamu hakuwa anagonjeka, hakukuwa na kitu kama ugonjwa, Adam na Eve. Ndio maana hakukuwa na hospitali, hakukuwa na tinaenda job, ati ndaamka 5 ati naenda job. Mungu alikuwa na provide chakula, Mungu alikuwa na provide kila. Hakukuwa na kitu kama mavazi. Those guys were naked, lakini the glory of God ilikuwa imewafunika. Now the problem ilianza mahali ambapo walikosa kumtii Mungu. And that is the same problem inaleta shida leo when you don't obey God. You see? Now, anataka nikusomee again. This is the truth that I want you to know. The Bible says, inasema tena mtaifahamu kweli. Wengi wamepotea kwa sababu hawajafahamu kweli. Na hii ndio kweli nataka Mungu akusaidie ninapofundisha uelewe. Salvation ni nini? Sasa nasema hivi, ati tena mtaifahamu kweli. Nayo hiyo kweli itawaweka huru. Hebu angalia. Jesus Christ is the way, the truth and the life. Anaposema mtaifahamu kweli, it is talking about Jesus. Ukitaka kweli yote iko ndani ya Yesu. That's why Jesus is the way, the truth and the life. Sasa it is very important. Kuna watu wako kanisani but they still don't know the truth. Bado wamejiweka chini ya laana. Bado wamejiweka chini. Wapendwa, let me tell you. The Bible says as a man thinketh, hivyo ndio yuko. Unaona? There is something Mungu anakufikiria na kuna kile Mungu tayari ameongea kuhusu maisha yako. The problem is that watu wengi hawapendi kusoma neno, wanapenda kusomewa. Wanapenda kusomewa neno kama you shall be blessed. Amen. Utainuliwa. Amen. Lakini njia ya kuinuliwa they are not taught. Naye shetani ameingilia hapo. Akajua that is what people love so much. Anyway, ukiambia watu mtainuliwa, mtabarikiwa, wanajua basi. But kuna njia ya kubarikiwa. Salvation hata hivyo hivyo. Watu hawajafundishwa salvation ni nini. Salvation ni kumwamini Yesu, kuokoka, kuweka imani yako kwake. It has nothing to do with how you were, how you are, umetoka wapi na unaenda wapi. Whether you are rich, whether you are poor. Ndio unaona Yesu anasema seek first the kingdom of God and his righteousness, and all the other things shall be added unto you. Lakini it is so sad. Most of the people now, kuna watu wako na akili, so that for us to be rich, we are seeking God. We are getting saved so that we can be rich. Ili tupate mabibi, ili tupate mabwana, ili tutajirike. Utaniambia nini kuhusu yule mlevi yuko pale ba? Yuko na pesa, yuko na gari, yuko na everything, yuko na account. It is so sad. So salvation has nothing to do with material things. It has nothing to do with that. Ndio Yesu anasema itamfaidi nini mtu apate mali yote kisha nafsi yake ipotee. Yesu alishuka nafsi zetu zipone. Kuna utajiri wa roho, kuna utajiri wa kimwili. Utajiri wa kimwili mtu yoyote anaweza pata. Mtu yoyote anaweza pata kwa njia yoyote. Lakini utajiri wa kiroho, it is only Jesus Christ who can give you. Inasema you shall know the truth and the truth shall set you free. Sasa kuna mahali nataka tuendelee na huu ujumbe na ningependa tusome kwenye kitabu cha Mwanzo, that is Genesis chapter 2 verse 9. Nikuambie mahali shida iliingia na the same strategy shetani anatumia leo, whereby people wanafikiria it is all up, salvation is about wealth, is about richness. Unaona watu wanaomba sana concerning being rich, concerning kuprosper, lakini they don't pray too much
to know the will of God. And that is one thing Solomon prayed. He prayed for wisdom because he knew that if I ask for wisdom, when I'm talking about wisdom today, I'm talking about salvation. He knew akiomba about wisdom, italeta any other thing. Most of the people in church, they are poor because they don't have wisdom. They lack wisdom because wisdom will teach you how to do everything. Ndio unaona Roho Mtakatifu ni mwalimu wetu. Anatufundisha how to do things. Now, wacha tusome the book of Genesis chapter 2 verse 9. Inasema hivi, Bwana Mungu akachipusha katika ardhi kila mti. Nataka usikie vizuri. Unaotamanika kwa macho na kufaa kwa kuliwa. Na mti wa uzima katikati ya bustani na mti wa ujuzi wa mema na mabaya. I want to mark that point very much because it's very important. Ati Mungu akaweka miti mingi akamwambia mwanadamu waweza kula miti yote. Na hapo kulikuwa na miti miwili very special. Mti wa kwanza ni mti wa uzima. Huo mti wa uzima uko katikati ya bustani. Na mti wa pili inasema mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Now, those two trees zilikuwa kwa hiyo garden. Shetani ndio ujue kile ambacho shetani alikuwa anataka mwanadamu afanye ni kumdisobey Mungu. Kwa nini mwanadamu hakukula mti wa uzima? Sababu ulikuwa kwa that garden. Mwanadamu hakukula ule mti wa uzima kwa sababu alidanganywa na shetani aende kula ule mti wa mema na mabaya. Ile shida ambayo mwanadamu iliingia kwa maisha ni kujua mema na mabaya. Kabla ya hiyo mwanadamu hakuwa anajua mema na mabaya. Ndio maana unaona Adam alikuwa uchi, Eva alikuwa uchi. Hakuna mtu alikuwa anasema bana niko uchi. Hakuna mtu, because the glory of God ilikuwa imefunika hiyo aibu yote. Hivyo utukufu wa Mungu waga unafunika aibu ya mtu. Lakini sasa after Adam and Eve walidisobey Mungu, the Bible says their eyes were opened, macho yao yakafunguka walipokula ule mti. Wakaelewa mema na mabaya. Shida ya dunia sasa hivi ni mema na mabaya. That's why you see people they struggle too much kufanya mambo mazuri, lakini mtu anashindwa. Unajaribu sana kuacha ulevi, lakini huwezi kuacha. Unajaribu kuacha uongo, lakini huwezi. Kwa sababu ya nini? Mema na mabaya. You try sometimes to be good because of that tree that they ate. Wa mema na mabaya. Leo unakuta kuna maovu mengi, kuna mabaya mengi, unaona? Na hata watu wanapofanya bado mambo mazuri, si ati bado hayo mazuri yatawasaidia kumuona Mungu. Hapana. The Bible says our righteousness mbele ya Mungu they are filthy rags. Ndio unaona kuna watu wanajaribu kuwa mtu mzuri, hata ukijikaza unafika mahali bado unasema kwani watu watanizoea, kwa sababu the nature of wema ya mwanadamu haiwezi kusaidia kumuona Mungu. And that's why you need Jesus Christ in your life. Peke yako huwezi. Sasa unaona huu mti nimekwambia devil is a liar. Aliwadanganya akawaelekeza kula ule mti wa mema na mabaya. Kwa nini hawakwenda kula mti wa uzima? Ulikuwa pale pale karibu na ule, kwa sababu wakati uongo wa shetani unaingia, yale mambo ambayo utakuwa unayaona ni mambo ya kukuangamiza, ni mambo ya kukupotosha, ni mambo yanaleta hasara. Ndio unaona today people cannot keep their wives, people cannot keep their husbands, hawezi weka familia zao. Unakuta kama ni mama na baba wanakosana, unakuta watoto hawezi kuwatii wazazi wao kwa sababu ya mti wa mema na mabaya. Mtoto anajua venye anatakiwa kufanya, lakini kwa sababu ya uovu anajua mema ni yapi, anayajua. Hakuna mtu anaweza fanya kitu kibaya kama ajui kuna kizuri, na hakuna mtu anaweza fanya kitu kizuri bado lazima anajua kuna mabaya. And that is the truth, wapendwa. And all these things tunapoendelea kujifunza utazidi kuelewa zaidi. Adam, kile nataka nikumalizie kwa hii episode ni kuhusu hiyo miti miwili, kwa sababu ndio nitakuwa naendeleza. Hiyo miti miwili nataka umaka hapo. Bwana Mungu akachipusha katikati ya ardhi kila mti unaotamanika kwa macho. Unaotamanika inamaanisha everything that God creates inakuaga na urembo wake, inakuaga nzuri. Mambo yote yanatokana kwa Mungu ni mazuri na kufaa kwa kuliwa. Na mti wa uzima katikati ya bustani na mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Angalia, vyote Mungu alikuwa ameviumba vizuri. Na shetani hakutengeneza mti wake. Alitumia kati ya ile Mungu ametengeneza. Shetani alitumia one of the tree to deceive a man. So the issue is not the tree. The issue is a man. Even today,
You are the issue. The issue sio wale watu unakaa na wao. The issue si mahali umezaliwa. You are the issue. Mungu akubariki sana. Tutaendelea hii episode ya 5. God bless you. Amen.